Sauti ya taratibu ya upepo, mapigo ya saa kisikika kwa mbali. Ewe mwanadamu, umewahi kufikiria dakika 10 kabla ya kuondoka duniani hali huwa vipi? Dakika 10 tu, dakika chache sana kabla pazia la dunia halijafungwa, kabla sauti hasijanyamaza, kabla macho hayajafumba milele. Katika Uislamu, kifo sio mwisho wa mwanadamu, bali ndio mwanzo wa safari nyingine. Kifo ni kuvuka daraja kutoka ulimwengu wa kivuli kwenda ulimwengu wa hakika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa malaika wa mauti humjia kila mmoja kwa wakati wake uliopangwa. Hakuna dakika inayochelewa wala inayowahi. Kila nafsi itaonja mauti, kama asemavyo mwenye enzi na ulimwengu. Dakika 10 kabla ya kufa, roho huanza kuvutwa taratibu. Kwa mja mwema huvutwa kwa upole kama tone la maji linaloteleza kutoka katika mdomo wa chupa, lakini kwa asiyejiandaa huwa ni kama sufu inayochanwa katika miba. Hapo macho huanza kuona yasiyoonekana na waliobaki. Pazia la ghaibu hufunguka, malaika hujitokeza. Ikiwa ulimi wako ulizoea la ilaha illa Allah, ikiwa moyo wako ulipenda sajida, ikiwa macho yako yaliwahi kulia kwa hofu ya Mola, basi dakika hizo huwa ni za faraja. Malaika hushuka wakiwa na nyuso zenye nuru wakisema, ewe nafsi tulivu, rudi kwa Mola wako ukiwa radhi na yeye ameridhika nawe. Harufu ya pepo humjia, upepo wa rehema humpuliza na roho hutoka kwa upole. Dakika 10 hugeuka kuwa daraja la matumaini. Kwa mja asijali, mja aliyepuuza mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa dunia ilikuzuzua, mali zikakupumbaza, ukasahau swala, ukadharau haki, dakika hizo huwa nzito kuliko milima. Malaika wa adhabu hushuka kwa sura kali, roho hung'ang'ania kutoka. Ndipo mtu husema, Mola wangu nirudishe, usiniue tafadhali, labda nitafanya mema. Lakini muda huo umekwisha, saa haigeuki nyuma. Dakika 10 kabla hujafa. Dakika 10 kabla ya kufa si wakati wa kuanza safari ya toba, ni wakati wa kuvuna kile mwanadamu alichopanda. Ulimi hutamani utaje shahada, moyo hutamani unyenyekevu, lakini aliyefanya mazoea ya dhikri ataikuta dhikri mdomoni. Aliyezoea maasi hujikuta akihangaika. Mtume amesema, mtu atafufuliwa katika hali aliyokufa nayo. Hivyo mwisho wako ni muhuri wa maisha yako. Dakika 10 za mwisho kabla ya kifo, hali ya mwili hubadilika. Shinikizo la damu hushuka sana, mapigo ya moyo yanakuwa dhaifu au yasiyo ya kawaida, mzunguko wa damu unapungua. Matokeo yake mikono na miguu huwa baridi, ngozi huanza kubadilika rangi kuwa ya bluu au kijivu kidogo, mwili hupoteza nguvu kabisa. Hali ya kupumua hubadilika, kupumua kunakuwa kwa tabu. Wakati mwingine mtu hupumua kwa sauti nzito, anaweza kuvuta pumzi kwa muda mrefu kisha kukaa kimya sekunde kadhaa kabla ya pumzi nyingine. Hizi ni dakika 10 ngumu sana kwa mwanadamu anayekaribia kutawafu dunia. Katika Uislamu, hiyo ndio hali inayokaribia, ambayo ndio safari ya mwanzo kuelekea katika maisha ya barzakhi. Pumzi inapofika kooni, dakika 10 kabla ya kuondoka duniani. Mtume amesema, hakika Allah hukubali toba ya mja maadamu roho haijafika kooni, lakini dakika 10 za mwisho hayo mwanadamu, toba hiyo haipo tena. Dakika 10 kabla ya kuondoka duniani, macho yanaweza kutazama juu au kutulia sehemu moja. Mboni za macho hupanuka, ufahamu hupotea polepole. Katika hadithi imeelezwa kuwa roho inapochukuliwa, macho humfuata, ndiyo maana macho hubaki wazi mara nyingi. Dakika 10 kabla ya kufariki mwanadamu, kitu cha ajabu kitabibu kinaelezwa. Wakati mwingine mtu aliyekuwa hoi sana ghafla hupata nguvu ya muda mfupi. Anaweza kuongea, anaweza kuitisha familia, anaweza kutamka maneno ya mwisho. Kisha baada ya muda mfupi hali hushuka ghafla. Dakika 10 kabla ya kuondoka mwanadamu, moyo unasimama kupiga, ubongo unakosa oksijeni, mwili unakuwa tulivu kabisa. Hakuna maumivu baada ya hapo, hakuna sauti, hakuna mwitiko, ndipo roho inakuwa imeondoka. Kwa mtazamo wa Uislamu, kwa dakika hizo 10 kabla mwanadamu kuondoka, malaika hushuka, roho huanza kuvutwa, mtu huanza kuyaona yale ambayo waliopo pembezoni mwake hawayaoni. Watu waliomzunguka wanatazama, lakini yeye anaona dunia nyingine inaanza kufunguka. Kwa mja mwema hali huwa ya utulivu, uso utulia, wakati mwingine hata utabasamu. Kwa asiyejiandaa huonekana na wasiwasi, macho kupanuka kwa hofu, kupambana kwa nguvu kabla ya pumzi ya mwisho. Lakini mwisho wa yote ni siri kati ya mja na Mola wake. Dakika 10 za mwisho si za maigizo ndugu yangu, si za kuanza safari, ni za kufunga jalada lako la maisha. Mwili unadhoofika, pumzi inakatika, lakini roho inaanza safari ya milele. Swali si nitakufaje, swali niko tayari. Ewe ndugu yangu,
Dakika 10 kabla ya kufa hazina matangazo, hazipigi hodi. Huenda zikaja leo, huenda zikaja kesho, lakini mwenye busara hujiandaa kabla zijafika. Tengeneza uhusiano wako na Mola wako sasa. Fanya toba kabla mlango haujafungwa. Zoea shahada kabla ulimi haujawa mzito, maana siku ile itakapofika, utakachobeba si mali, si cheo, si sifa za watu, bali ni amali yako tu. Allah atupe mwisho uliokuwa mwema, atujalie tamko la ilaha illa Allah katika pumzi yetu ya mwisho.